Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari zenu ndugu zangu na karibuni sana katika kipindi chetu cha Saa bin Laden 786. Leo tutajifunza elimu ya mvuto. Sasa mivuto, maana elimu za mivuto, unajua mivuto ipo mingi sana duniani. Yaani elimu ya mivuto ni elimu ambayo unaweza ukaichoka wewe kwa sababu mivuto ipo sampuli nyingi. Kuna mivuto mingine inaendana na nyota ya mtu, kuna mivuto mingine inaendana na asili ya mtu, kuna mivuto mingine yeye ni mivuto ya viumbe, yani kwamba nyota yako hiyo ni hiyo, nyota yako iwe sio hiyo, utafanikiwa. Kwa hiyo mvuto ipo sampuli nyingi. Leo hii nitakuleteni somo la mvuto. Kwanza kabisa, mvuto ni nini? Mvuto ni ile hali ya mtu kufanya kitu papo hapo kikatoa majibu. Kama ni biashara, watu wakajia wengi sana. Kama ni chochote kile unachokiuza, basi watu watanunua haraka sana. Iwe ni kiwanja, iwe ni nyumba, iwe chochote unachouza, biashara yoyote unayouza, hii ndio mvuto ambao wewe itakufanya upate vitu vyako. Lakini mvuto huu aidha umebadilika, nitakuja kuelekezeni mbele. Yote atakayefanya mvuto katika mwili wake, kwanza namshauri kitu kimoja. Kama unataka mvuto mkubwa katika mwili wako, cha kwanza inatakiwa uondokane na vifungo vyote katika mwili wako. Yaani vifungo visiwepo katika mwili wako. Kama una kifungo katika mwili wako, basi wewe hauwezi ukafanya mvuto wowote ukakutolea matunda, yaani ukazaa matunda. Kwa sababu mvuto ili uwe nao lazima kwanza mwili wako ufunguke. Kama mwili hujafunguka vizuri, kuna aina nyingi sasa kumfungua mtu, aidha kwa mvuto, kwa kufungua vifungo kawaida, kuna kufungua kifungo kwa kutumia majini, kwa kutumia hivyo vitu vingi vipo. Kwa hiyo leo hii nitakuleteni mvuto wa biashara, iwe ya kutembeza, lakini pia mvuto huu kama utauandika vizuri ni kinga pia. Hii karatasi au hiyo tarasimu ambao wakfu unaona unapita hapo, huo ni mvuto. Mvuto huo ni miongoni mwa mvuto mkubwa sana. Kuna mzee mmoja alikuwa anafanya biashara, kijana, biashara yake ya matunda, anauza matunda kwenye zile basketi zile. Matikiti, manini, akawa anauza, anatembeza. Siku moja akanijia akaniambia hivi, Sheikh, amna idizi ambao mimi nikivaa au wakfu ambao mimi nikivaa wateja watakuwa wengi na nitauza sana? Nikamwambia mivuto ipo mingi sana duniani, mingi sana. Ila mimi nitakugia mvuto ambao huo mvuto ukibadilisha unakuwa kinga na ukiuchola vizuri unakuwa mvuto. Akaniambia inawezekana vipi? Nikamwambia inawezekana. Nikamwambia tafuta peni ya kijani. Sawa sawa. Nikamcholea ile tarasimu ambayo nyinyi mnaliona katika video yetu hii. Ile tarasimu sasa ukitaka kwa ajili ya kinga, ile tarasimu lichole kwa wino mwekundu. Chola katika wino mwekundu, ingiza labda kucha, mate yako kwa mwenyewe. Kafanya unavyofanya, malizia. Hiyo itakuwa ni kinga bora katika ulimwengu na haurogwi. Ila Allah yeye hataki urogwe. Lakini mchawi wa kaida hawezi kukuroga hapo. Lakini cha pili, itengeneze hii tarasimu ambayo wewe unaona inapita hapo, iandike vizuri. Baada ya kuiandika, isomee wasila tu shafi. Baada ya kusomea wasila mara 3 au 7, ubani ni Maka na ubani Zukhra. Isome Jumatano utawarid ambao ni saa 8, au isomee Alhamis yaumul mushtara saa 1 na saa 8 mchana, au Zukhra ambao ni Ijumaa kama ya leo saa 8 au saa 1. Baada ya kuisomea hiyo tarasimu vizuri, itumie kuweka katika draw yako ya biashara yako, au itumie kuweka katika sehemu ambayo wewe unafanyia biashara yako. Mzuri zaidi, ili na nguvu zaidi, inatakiwa uiweke katika uichanganye na mchanga wa sokoni, au weka na mchele punje 7 katika tarasimu yako hiyo, kisha weka katika sanduku lako unaloliwekea pesa. Sheikh, hili ni miongoni mwa tarasimu ambalo lenye maajabu makubwa sana katika tiba. Kwa hiyo ni tarasimu ambalo hiyo biashara ya kutembeza, hiyo biashara ya kukaa, unaweza chochote katika biashara yako, huo mvuto utakusaidia sana katika biashara yako. Baada ya kusema hayo, fanyeni kazi hivi ninavyoelekeza, kisha mtatugea feedback zenye majibu makubwa, kwa sababu hii ni mivuto ambayo mimi nimefanya mwenyewe mara nyingi na inatoa majibu. Baada ya kusema hayo, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na nakupendeni sana.